Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Waislamu na wasiokuwa Waislamu wa Kristo, amani ya Bwana iwe juu yenu. Leo nataka kuzungumza kuhusu habari ya tarehe 9 maandamano ya Tanzania. Kuna njama ambayo inaendelea inataka kufanywa na Chama cha Mapinduzi. Njama yenyewe ni nini? Ni kwamba kuna vijana watalipwa hela 30,030 ili waingie kwenye maandamano, washikane na wale wana demokrasia wanaopigania haki zao. Nia na madhumuni sio kwamba ati wao pia wataandamana kama nyinyi. Nia na madhumuni ni kuharibu maandamano. Wakishaingia katika maandamano pamoja na nyinyi ambao ni wana demokrasia mnaotetea haki yenu ya kidemokrasia, wataanza kuchoma maduka, wataanza kuwarushia mapolisi mawe, na polisi wakisharushiwa mawe wataanza kufetua marisasi wapige watu. Kwa hivyo hiyo ni njama. Wana demokrasia mnaotaka kufanya maandamano tarehe 9 Disemba, hakikisheni wakora kama hao mumewakamata na mmewachukulia hatua, sababu malengo yao ni kuharibu, kwamba mionekane ulimwenguni kwamba nyinyi ni wakora, nyinyi si wana demokrasia, nyinyi hamutaki demokrasia, mnataka kuharibu nchi. Hiyo ndo njama inapangwa na Mapinduzi, Chama cha Mapinduzi. Watatumia hela nyingi sana kuwapa vijana ili waharibu. Kwa hivyo ndugu zanguni wana demokrasia, hakikisheni maandamano yenu yamekuwa na amani na mabango yenu, na mtu ambaye anakosa heshima kutaka kuharibia nyinyi maandamano, hakikisheni mumemkabili. Ni follow na unilike hapo. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Bwana iwe juu yenu. Kila ninapowaza kuhusu nchi yangu najisikia vibaya. Na sidhani kama hawa watawala ambao wamejipa mamlaka wakati huu wanafahamu kwamba sisi wananchi tunaumia. Sijui kama wanafahamu. Huenda labda wanadhani tunayafanya haya kwa kufurahi sana, kwamba sisi tunafurahi, tuandamane, ndugu zetu wafe. Huenda wanadhani kwamba tunafurahi. Hapana. Tumeshajua ukatili wenu ni kwa kiwango kikubwa sana, lakini still tunaitaka nchi yetu na tunalazimika kuingia barabarani tena. Sasa hivi nchi yetu imechafuka sana, lakini sijui kwa nini watu hawaoni na kuamua sasa kushuka na kuona namna ya kutengeneza. Wanatoa matamshi ya ovyo, wanatoa maneno ambayo ni kama vile ni mtu ambaye hajakanyaga kabisa shule, yani maneno ambayo yanatamkwa azitaifa. Ni kuzalilishana jamani. Nchi yetu inazalilika. Yani maneno anayomkiongozi anasimama anaongea, wewe unayemsikiliza unajisikia vibaya. Katika Afrika Mashariki, Tanzania ni mama. Ndio nchi mama. Lakini katika Afrika Mashariki, Tanzania ndo nchi ambayo tunajivunia kwa asilimia kubwa rasilimali zetu, tabia zetu na amani ambayo tulijengea toka wakati ule wa Mwalimu Nyerere. Yani unapotamka Tanzania, ilikuwa kote duniani watu walikuwa wanaisifia, nchi nyingi wanaisifia Tanzania. Sio kwa sababu nyingine, lakini ni kwa sababu ya misingi ambayo tuliwekewa toka zamani wakati tunapata uhuru. Baada ya uhuru tuliishi maisha ya tofauti na watu wengine. Sisi ndo watu ambao tunasifika kwa nidhamu na uoga. Sisi ndo watu ambao tulikuwa hatujui kabisa kuinua mdomo na kuwasema viongozi. Lakini leo hii tumefikishwa hapa kwamba mmetumia mtutu wa bunduki, mmeteka watu, mmeua kikatili, lakini still watu hawanyamazi. Watu hawanyamazi kwa sababu wanachokitaka hakijawa. Pamoja na yote, uchunguzi wa kimataifa, vyombo vya CNN wanakuja, lakini mtu anasimama, mtu kama Msigwa anaijibu CNN. Vitu ambavyo watu wana ushahidi na kila kitu, leo hii mnakataa. Mimi nadhani ifike mahali tufate ule msemo kwamba muungwana akivuliwa nguo uchutama. Lazima mkubali kwamba ndugu zetu mmekosea. Hakuna uchaguzi uliopita mmejiweka madarakani. Lazima basi mfike mahali mkubali ili haya mambo yaishe. Tafuteni namna nyingine ili tusije tena tukatengeneza kitu kibaya zaidi kwa taifa letu. Sasa hivi mna nguvu kubwa.
Sasa hivi polisi wetu wanafanya kazi za CCM 400%. Sijui kama kuna kinachoendelea kwenye vituo vya polisi. Wanakamata watu ovyo, wanawatesa, mauaji yanaendelea. Tunashindwa kuelewa ni kitu gani sasa hivi tufanye. Nadhani tufike mahali tutumie busara. Kwa sababu sasa hivi kitu kilichopo ambacho tunakililia ni rais kuwa na mamlaka ya kusimamia kila kitu. Hakuna haki tena mahakamani, hakuna haki tena sijui unapoenda polisi, hakuna mahakama chochote, hakuna muhimili wowote sasa hivi unaojitegemea. Unapopeleka kesi mahakamani unajua kabisa kwamba matokeo yake ni nini. Hatuna pa kukimbilia. Tumekuwa kama yatima. Sisi hatuwezi kukubali kuwa yatima wakati tuna uwezo wa kuwa na wazazi ambao wanaweza wakatuongoza vile ambavyo sisi tunatamani. Sasa hivi mtu ukiongea kidogo sasa hivi ni kukamatwa, wanajua wanakwenda kufanya. Mtu kama mzee Malisa maskini wamemteka, hata haijulikani yuko wapi. Hamjali huyu ni mjamzito, mmeua watu ambao mama mjamzito, tumbo kubwa kabisa mmemuua. Nani anaweza kunyamaza? Sikilizeni niwaambie, hakuna namna yoyote mnaweza mkayanyamazisha haya. Hakuna namna yoyote. Hakuna namna yoyote mnaweza mkatunyamazisha. Hakuna maliziano yoyote anaweza akafanyika. Nyinyi mnajua cha kufanya. Hii nchi iko uchi. Hii nchi imeharibika. Hii nchi sasa hivi inatia kinyaa. Kwa wenzetu sijui wanatuona sisi ni wahovyo kabisa. Akili ndogo inasimama inaijibu akili kubwa mpaka unashangaa. Mmetengeneza vijana wenu hawa wa CCM, hawa wanajiita hivi CCM ni waropokaji, hakuna kitu. Mpaka unauliza hawa shule wameenda. Tunajizalilisha jamani. Hebu basi nyamazeni kama hamna cha kuongea. Nyamazeni tu. Sasa hivi kuna mfumo umewekwa wa ajabu sana. Lazima ujipendekeze kwa serikali hii iliyopo. Lazima ujipendekeze kwa hiki chama cha CCM ili biashara yako iende, ili kanisa lako liende, ili kila kitu unachotakiwa kukifanya sasa hivi unatakiwa ujipendekeze huko. Hakuna kuishi maisha yetu. Kodi tunalipa na kila kitu tunafanya. Hakuna namna yoyote Samia utafanya. Uwe ni mwanamke mwenzangu, hakuna namna yoyote utafanya zaidi ya kuachia hicho kitu. Amua tu. Hakuna kitu utapoteza. Ni sisi tunaoumia, sisi watoto wa maskini. Sisi ndo tunaumia na haya. Kwa sababu watoto wako wote wako salama, sisi tumeshazika ndugu zetu na wengine miili bado mnaikatalia. Tuko kwenye wakati mgumu, tuko kwenye maumivu makali. Kuingia tena barabarani, jua ni kwamba tunaingia tukiwa tuna machozi ya damu. Mioyo inavuja damu. Tunaingia barabarani tukiwa na maumivu makali. Hakuna mtu anaweza kukubali hili Samia. Hayupo. Hakuna mtu anaweza kulikubali hili. Miili ya ndugu zetu mmeichukua mmeenda kuizika kwenye kaburi la pamoja. Mwili wa mtu una thamani kubwa sana. Hata kama ingekuwa ni mkono peke yake. Hakuna namna mnaweza mkayasitisha haya mambo. Yaani hakuna namna yoyote mnaweza mkafanya zaidi ya kuwasikiliza wananchi ni nini wanataka kufanya. Wanataka kusikiwe sasa hivi. Sikilizeni tu wananchi, ndio sisi ni nchi yetu hii Tanzania, sio mali yako Samia, unakosea. Kama kuna watu wanakushauri vibaya. Sijui lengo lao ni nini, lakini we mwenyewe hauna amani. Utaongozaje watu wakiwa katika hii hali? Wanaowaongoza hawana amani, unayewaongoza huna amani, viongozi uliowateua hawana amani. Tutaishi vipi? Wasanii hawawezi kuperform sasa hivi. Tuna jealous, tuna uchungu nao kwa sababu kwa 99% walikuwa na uwezo wa kuzuia hili. Kila mwenye sauti angeongea, lakini kila mtu anahofia maisha yake. Hatuna uhuru wa kuongea, hatuna uhuru wa kufanya biashara. Yaani kila kitu mnataka mtu remote. Umeichukua serikali umeweka kwenye mikono yako. Wewe ndio jaji, wewe ndio tume ya uchaguzi, wewe ndio mkuu, yani wewe ndio kila kitu. Hatuwezi tukakubali namna hii. Tunaumia kwa sababu tumefika pabaya kama taifa. Angalia majirani zetu wakitafsiri wanacheka, yani ni kama vile hatuna kiongozi. Tuna kiongozi ambaye hana uwezo wa kusimamia chochote. Ni kiongozi gani sasa huyo? Ambaye amejiweka kwenye madaraka yeye mwenyewe, amejipa yeye mwenyewe kiti na amekaa pale mwenyewe bila hata kuchaguliwa. Iokoeni nchi.
Nchi inakwenda kuangamia, na kuiokoa nchi ni kuachia madaraka, kutoa katiba mpya, uchaguzi urudiwe. Hiki kitu kidogo tu mmeshindwa kukisolve, kitu kidogo tu. Watu wamekufa, wapeni watu ndugu zao wakazike, wape uhuru, wapeni uhuru wa kulia na kuomboleza na kutoa uchungu. Kwenye shida yoyote, mtu hata anapofiwa, asipotoa sauti akalia, anabaki na maumivu makali. Anachotakiwa ni kulia. Mpeni mtu, watupeni uhuru wa kulia, kulilia ndugu zetu. Pia hamtaki. Tukilia mnatukamata. Bado mnakataa. Hatuwezi kusolve matatizo kwa kujifanya kwamba hayapo. Hatuwezi. Yaani hatuwezi tukafunika haya na kusema kwamba hayapo, yapo, yanatutesa. Utekaji kila siku yani utekaji ndio umekuwa kwa kiwango kikubwa. Yani kama vile ndio umeruhusiwa sasa, nenda kateki. Yani sasa hivi kama vile kuna mtu amekupa ruhusa kamili. Kila siku watu wanatekwa. Hakuna amani kulala majumbani. Hakuna. Litafakarini hili. Wanaokushauri wanakupoteza. Hakuna namna yoyote ya kukwepa hili. Sisi wenyewe ndio wenye maamuzi, wananchi. Maliziano unatakiwa ufanye na sisi wananchi. Sisi tulioumia na kupoteza ndugu zetu. Tuanzie hapa. Tunaanzia wapi? Tunahitaji katiba mpya. Tunahitaji uchaguzi urudiwe. Tunahitaji uhuru wa kuishi. Haki ya kuishi tunaitaka sisi. Kama unaona inafaa, chukua ifanyie kazi. Lakini hapa tulipofika kama taifa ni pabaya sana. Asante sana. Huo ni shehe ambaye ameweza kufichua yale ambayo yamefichwa, yani kubaini ukweli ambayo imekuwa ikienea pale nchini Tanzania, ambapo amesema sasa hivi kuna mpango ya kulipa vijana ili waweze kuharibu maandamano ya tarehe 9 Disemba. So ameweza kuzungumza mambo mengi na ameambia majenzi wasiwe na uoga, na amewarai wananchi wote waweze kujitokeza ili kuungana na Watanzania wengine kufanya maandamano ya tarehe 9 Disemba. So ameweza kuzungumza mambo mengi akisema kwamba mambo na dini haitaletwa katika maisha ya Tanzania, na amesema kwamba kila mtu ako na haki ya kuandamana ama kuitisha yale ambayo anahitaji kulingana na katiba ambayo yapo pale Tanzania. Sijui una maoni gani kuhusiana na alichosema shehe? Kama uko na maoni niachie hapo kwenye comment section. Kama hujasubscribe na kuomba uweze kusubscribe, finya notification bell ndio wakati wote tutapata baraka hizi unakuwa wa kwanza kuzipata. Hadi wakati mwingine, na kutakia mchana mwema.